Nalitukuza Bwana. Asante kwa sababu ya nafasi hii na muda huu ambao umenipa Bwana. Mfalme, nilete neno lako. Jehova, katikati ya yote wewe ungali kuwa Mungu. Katikati Jehova ya vita ungali kuwa Mungu. Katikati Jehova ya baraka wewe ungali kuwa Mungu. Katikati ya kilio bado nasema wewe ungali kuwa Mungu. Haubadiliki kamwe Bwana. Na ile jina lako nasema ni asante. Pokea sifa. Napoenda kuleta neno lako Bwana, wacha likawa na nguzo katikati ya watu wako, katikati ya wateule wako, kwa sababu ya neema na ushindi wako. Ni katika jina la Yesu tunaomba na tumeshukuru. Tupigie Yesu makofi mazuri. Tupigie Yesu makofi mazuri. Amen. Amen. You may have your seats. Amen. You may have your seats. Sitachukua muda mwingi wako. Amen. Kana kwa baba kuna anointing hapa juu, wacha ni mimi ninapenda kutembea huko. Jina la Baba lipewe sifa. Amen. Hallelujah. Amen. Hebu salimia neighbor, mpe tu high, mwambie pokea salamu za mchungaji. Wacha wivu, usalimie. Tunajua kuna watu wamesalimiwa na mchungaji. Okay. Unajua kuna watu wako na ile chuki sijui. Amen. Okay, hallelujah. Mwambie you look wow. You look wow. By the way, do you know? Kama kuna mtu akona ushuhuda ni mimi leo. Let me name of the Lord. Na niko na ushuhuda. Tero shoki mchungaji akona ushuhuda. Mchungaji akona ushuhuda. Hallelujah. Do you know kama ningeitwa 6 ama 7 hapa nihubiri singeweza. Masaa hiyo sikuwa ninaweza kuongea. On a human adult. I was totally sick. Totally sick. Hello? Hello. Nilikuwa mgonjwa kabisa. Hallelujah. Amen. Nyuma murorubio. Pio kaleta gukuru wala pio. Na dodi ya goma hiki gitumi kia undu uyu. Mbona ile siku na jana nililala vizuri, mtu ambaye alilala na afya, mtu alilala vizuri na nikalala mapema kwa sababu sikuwa nataka nichelewe kuja. Jina la Baba lipewe sifa. Amen. Lakini wakati ilifika
Masaa hiyo 5 huko nikaanza kusweat. Nikasweat. Lakini zaidi ya yote kuna kitu moja ninajua. Tigandiwe ngai, tigandiwe ngai gyanao. Tigandiwe ngai gyanao. Katiga ni mwena wakwa. Tigandiwe ngai gyanao. Katiga ni mwena vitu. Tigandiwe ngai gyanao. Katiga ni mwena waku. Tigandiwe ngai gyanao. Katiga ni mwena vitu. Hallelujah. Kwa hivyo ninamshukuru Bwana kwa sababu hii nafasi amenipa. Mimi hata kusimama singeweza. Hallelujah. Lakini namshukuru Bwana ni kwa sababu ya nafasi hii. Tutachukua only 30 minutes of your time ndio tuweze kwenda nyumbani. Topic yangu ya leo inasema knowing the appropriate time in God's realm. Knowing the appropriate time in God's realm. Wakati nilikuwa ninauliza Bwana, nitaambia watu wako namna gani? Roho Bwana wakati alikuwa ananisaidia na ujumbe huu, akaniambia ya kwamba sometimes you don't know the time wakati Mungu anatembea. Jina la Baba lipewe sifa. Labda unaweza tembelewa upate wakati Roho Bwana anakutembelea unaambia watu, Roho Bwana anatembea, unapata watu unasema Roho Bwana anatembea. But they never understand and they never feel the presence of the Lord. Praise be the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Kuna wakati unaweza ambia watu, Roho Bwana ako katika mahali hapa. Roho Bwana ako katika ile sifa. Unasikia mtu anakuuliza, wewe ulisikia? Wewe ulisikia? Na uliona venye fulani alikuwa ameboeka. Wewe uliona Roho Bwana kama alikuwa ametembea? But let me tell you this. Ole wako wewe ambao you don't know the appropriate time wakati Roho Bwana anatembea. Praise be the name of the Lord. Tutaguzia maandiko kadhaa. Alafu nikwambie what you should do. Ni nini ambacho what should we do then? Kama unataka Roho Bwana kutembelee. Kama unasikia kwamba wewe bado haujatembelewa wakati ambapo Bwana anatembea. Nataka kuniguzia maandiko kadhaa kwa sababu ya muda. Jeremiah chapter 8 nisomewe. Biblia na Biblia Kiswahili, Jeremiah chapter 8 verse 7. Kwa sababu watu wengi hawajajua muda. They never know the time. They never know season. Kuna mtu atasema wakati huu ni wa harambee. That's why unaona wanasiasa wanapeagwa kuna muda wa siasa. Ni kweli ama si kweli? Hata wanasiasa wanajua muda wa siasa ni wakati gani. Lakini sisi wa Kristo hatujui muda. Tutioe inalele kaya rasera. Tutioe season yake. Hallelujah. Bwana Yesu atukuzwe. Wakati nilikuwa naangalia ujumbe huu, Jeremiah maandiko inasema sisi tumeshindwa na wanyama. They know the time to go wa kuenda mahali pale wa kuzaana. They move to time. But sisi hatujui. Unapata mtu anakuambia sasa hivi ni wakati wa fasting lakini wewe unasikia si fasting. Kuna mama ambaye aliaga last week, nilikuwa kwenda kumzika nyumbani. Yule mama alikuwa wakati wa mazishi ya mke wangu. Na imagine alikuwa ametoka fasting ya 3 days. Akiwa pale siku ya 3 ati akasikia Roho Bwana amemwambia no eating and no drinking. Na sasa hiyo ameekelea tu chai akule. Na mwili yake ni mama mkubwa sana. Lakini kuna karoho ka shetani kametembea kamwambia no drinking, no eating. Unataka kusema nini? Alianguka hapo kwa moto. Hapo. Sababu hakusikiza time. Kuna watu hapa they don't know. Wewe unatembezwa tu na wale wengine. Ni wakati wa fasting wewe unasema twende. Na utatoka bure. Ambia mwenzako utatoka bure. Hallelujah.
Jua wakati na muda. Nani amepika hiyo Jeremiah 18? Naweza furahia sana nikisomewa. Jeremiah 8:7. Amen. Amen. Biblia inasema, naam. Naam. Koikoi angani ajua nyakati zake zilizoamriwa. So that stork knows the time ambayo anaenda ameamriwa. Na huwa na mbayumbayu na korongo huangalia wakati wa kuja kwao. Yes. Bali watu wangu hawazijui amri za Bwana. But watu wangu hawajui amri za Bwana. Praise be the name of the Lord. Amen. How many of us tunasema huu ndio wakati wa maombi, huu ndio wakati wa mshene, but God ndio anataka ukue katika nyumba ya Bwana ukiwa katika maombi. How many times have you been the long time and the long place? How many times you have been the right place and the wrong time? Leo nimekuja kuinua roho yako. Jina la Baba liinuliwe. Nimekuja kuinua roho yako siku ya leo. Maandiko yanasema hawa wanyama wanajua muda. They know the time. That's why enda uangalie wakati kuna wale wanyama wanaenda kutoka Savo kwenda Tanzania. Wazungu huwa wanakuja wengi kwenda kuangalia. They come and wanaenda kuziangalia. But for us wa Kristiano, we don't know. Tukimenyaga. Hatujielewi, hatujui. Hello? Bwana Yesu atukuzwe. Hatujui. Kuna wakati mchungaji alituambia, roho Bwana anatembea. Unapata mtu amesimama. Sasa, Bwana anasema, Bwana anatembea. Anatembea wapi? So prepare yourself. Understand yourself. 2 Kings chapter 7 verses 1. Tutasoma tu aya kidogo, alafu uende bado hiyo 2 Kings uende mstari wa 16. Kuna watu hawajui roho Bwana kwa sababu wamezoea. Ni nani anahubiri? Ni nani ananena? Ni chairman anahubiri. Tumezoea. Ade Pastor Duku. Atakuja na ile wimbo yake anapenda. Hata baile sumeona amekuja na ile tai anapenda. Hiyo ni junior tu hiyo. Nisomewe. 2 Kings chapter 7 verse 1 and 2 Kings chapter 7 verse 16. Mstari moja kwa sababu ya muda. Biblia inasema Elisha akasema, lisikieni neno la Bwana. Lisikieni neno la Bwana. Bwana asema hivi. Bwana asema hivi. Kesho panapo saa hii kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeli. Amen. Na vipimo viwili vya shayari kwa shekeli langoni pa Samaria. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Kuna watu ambao hawajui wakati nabii ananena. Kuna wakati hata ufahamu ya kwamba huyu mchungaji anatabiri. Hallelujah. Wewe unaangalia amekuja aje leo? Profesa yake ni gani? Amevaa aje leo? By the way, leo amecrash makalas. Wanasemanga hivyo hawa. Leo mchungaji alikuwa late. Yaani ni kusema leo alikuwa chonjo. Kuna mtu hapa tunaweza pea mahali ya hubiri. Hawatasikiza kwa sababu si mchungaji. Bwana Yesu atukuzwe. Maandiko, remember my topic inasema knowing the appropriate times in God's realm. Jua wakati Mungu ananena. Na Mungu haneni kwa sababu haneni juu mbinguni, ananena kupitia watu. Mungu anaweza kutumia mtoto wako. Mungu anaweza kutumia yule ambaye unaona hafai. Hello? Bwana Yesu atukuzwe. Nimesema nimekuja kutia moyo wako nguvu leo. Nimekuambia asubuhi ungeniita nikuhubiria hivi, sikuwa na sauti. Mtoto wangu alijaribu kuniita nitoe sauti, sikutoa. Akaniambia dadia amka twende church. Sikuweza. Nikashindwa nitaambia huyu mtoto namna gani. Nikamwambia Bwana nirudishie sauti nimwambie. Nikamwambia tutaenda. Akafurahia, akaenda kulala. Akakaa 30 minutes akakuja. Dadi uliniambia tuende mapema, amka. So nataka kusema namna gani? Wakati Elisha nabii akasema kesho muda kama huu unga itatoka shekeli 2. Praise be the name of the Lord. Amen. Kulikuwa na akida mmoja mahali pale, ukiendelea na hiyo historia tunajua.
akasema ya kwamba kunawezekanaje. Haleluya. Haleluya. Wewe umenyaga kaide ya kihudhira mundu. Kana wewe unahujia. Unaangalia ni nani anahubiri by the way. Leo ni mama alikuwa chini. By the way mlimuona ni kama alikuwa amekosewa na dad. Ni mlisikia kisema aje? Ambia mwenzako jijue kuanzia siku ya leo. Si ungeangalia mwambie jijue kuanzia siku ya leo. Haleluya. Elisha akasema utawezekana kesho. Haleluya. Rosha mtudio kama shekeli igere. Praise be the name of the Lord. Tusome mstari wa 16 inasemaje? Hiyo tu 2 Kings 7. Mstari wa 16 inasema hivi. Inasema namna gani? Basi watu wakatoka. Basi watu wakatoka. Wakaziteka nyara hema za Washambi. Amen. Ikawa kipimo cha unga mzuri kikauzwa kwa shekeli. Na vipimo viwili vya shairi kwa shekeli sawasawa na neno la Bwana. Amen. Kisha hapo. Sawasawa na neno la Bwana. Sawasawa na neno la Bwana. Litasema nabii? Hapana. Bwana Yesu atukuzwe. Geukia mwenzako mwambie jua wakati roho wa Bwana ananena. Haleluya. Na labda Mungu akikuja huku si wote tunaweza, kuna watu hapa tuwezi waona. Kama wakati wa COVID kuna watu walitoroka kanisani kwanza wakisikia kuna COVID. Pastor kama peke yako. Ni mkupe na shirika wako na mke wako na watoto wako. Sikudanganyi sasa askari akuja hapa asema tunataka kushika kila mtu. Na yoyote anasema Yesu ni Bwana. Tuondoe reverend. Sasa unajua kuna wengine wanasema tuko na security. Ambia unyamaze na nini yako. Sasa tunataka kila mtu anasema Yesu ni Bwana vijia hapa. Wacha nikwambie tunaweza shangaa. Hawa tunaweza shangaa. Mimi hata by the way ni pastor ananiletanga hiyo church kama sio yeye. Mimi by the way hata ni chama na anafanyanga nikuja kama sio yeye. Maandiko inasema kama jinsi neno la Bwana lilisema unga ikatoka shekeli 2. Ambia mwenzako Kenya unatamani. Iko katika midomo ya manabii. Iko katika mdomo ya wachungaji. Haleluya. Leo nimekuja kutia mtu nguvu. Tiga kurola mahujia ule okirete. Bwana Yesu atukuzwe. Acha nikae hapa. Kuna wakati siko ninaweza kuvaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwani nitoe kuwekea. Kuna wakati sikuwa na hela ya kununua. Kuna siku nilikuwa nauliza anumekagira dhuti mekaga wote. Lakini wakati moja kama leo Bwana kaleta neema yake. Haleluya. Jina la Baba liinuliwe. Wewe usiangalie hii. Usiangalie yule ambaye ananena. Chukua neno ambalo linaachiliwa. Know